pursuit of our ideals through wisdom, responsibility, and peaceful civic engagement. We did not rise because of political parties. We did not rise because of coalitions. We did not rise because of politicians. We did not rise because of activists. We rose because we desired a better Kenya. A Kenya free from corruption. A Kenya free from bad governance. A Kenya free from injustices. A Kenya where accountability is not optional, but is a must. The Gen Z's movement was unique because it was organic, it was peaceful, it was citizen-driven, it was partyless, it was tribeless, it belonged to no individual and no political formation. And this is not about one-term or two-term slogans. History teaches us that whenever a people's movement gains national attention, there will always be those who seek visibility from it, influence through it, and relevance because of it. But Kenya must always remain greater than personal interest. The sacrifice made by young Kenyans was never intended to become a platform for self-promotion. The pain of grieving families was never intended to become a public relations opportunity. Self-ill politicians who come and want to mobilize and pretend that they are our leaders. Today I want to ask us Gen Zs, one tribe, one nation. Who appointed these people as our leaders? Nobody. Who appointed them as our leaders? No one. And why will they go and claim that they are giving a presser or giving directions on what should happen on Thursday? As Gen Zs, we are saying that on Thursday we'll stand with one voice to commemorate the lives that we lost 2 years ago. After lives will be lost, these people will be nowhere near us. You mobilize people, we create opportunity for people to vandalize others' businesses, we create opportunity for school-going children not to go to school, and we will not accept that. Wisdom. We know what we want and we know who we are. We are who we think we are. Comrade Wisdom. Wisdom. Comrade Wisdom. Wisdom. Thursday, we're going to remember the comrades that lost their lives, the Gen Zs that lost their lives. Tusonga na mbele kundi ya kutetea ya kiuteti ya Linda Mwananchi ungwa utongwe wa seneta wa county Ilobi Edwin Watenya Sifuna ni ya kuisia mbombano sio sia kiuteti lame bangita kutoa isia county ni sia Nyamira na Kitui na Kisii mubaka matuku atatu mwini wa Mwanze tambela mekwa siane ya kunenga ndai ya amuikala mati wenithayu maandamano ma Gen Z matuku 25 mwini wa Thanthatu mwaka wa 2024 bainena na ndikimama uwoki okone cha umundi atongo ya yingine maliana na itambia ya chama cha ODM kumukudho wa Edwin Sifuna mwanyane wa mwandiki munene wa chama cha ODM meiweta kanane wathukano na katiba ka chama ki or forcefully disappeared. We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration events. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period. We call upon the police to ensure the safety and protection of all citizens who will participate in the peaceful commemoration activities. We are deeply disappointed by the government's decision to offer limited monetary assistance to the victims and their families, without ensuring that justice is done and accountability upheld. The lack of transparency in the compensation process and government refusal to allow the constitutionally mandated bodies to oversee the process is compounding the pain of the victims and their families. There is no pathway to reconciliation and a commitment never to repeat the killings and injure innocent Kenyans. Late last evening, we were made aware of the decision by the ODM party, NEC, purporting for the second time to remove Secretary General Edwin Sifuna from office. On the face of it, the decision bears similarities with the first one in February, and procedural, unfair, and contrary to the party's constitution. After consultation with our legal teams earlier this morning,
it has been decided to once again test the propriety of the purported ouster in the courts because we are convinced it should suffer the same fate as the first one in February. Ni kwenda kusewa ngusanisio cia kitheka gati wa kimanisio cha yulu cha Scott na Ekali alama twani na chonga liko cia momboni bakuendelelo munene wa masako kuthika ngundo anene ma skulu mease kitheka kini cha Scott Christian University na amwe ma alame ureta neme openwa kitheka kini athao kimamo bila wa mao ma Scotlanders wala wasia motor school ni mama nengie mwanya wa kuthaukia bau na etina wa kuthaukia bau kwa ibinda yu maembea kwasia maiteta kana kitheka kiu nicho balayu maende na matambia alama elite kuisela mubyani wa itheka ni kana kukitheka kana kitheka kiu ni cha school wa Scott na komina ngusa ni sizo na the right time waichukue na sisi tutakubali kama community kiwanja iende because we know the ground belongs to us na hii kiwanja imetumika for long, hata wazee wengi unaona hapa around wamelelewa kwa hii kiwanja. This land has been our land for the last 52 years. We have been using it to play football. So they don't own the land, they have grabbed it, and for us we wish that they give time for the negotiation process to continue because we have filed a case in court. We have also been able to write a letter to the National Land Commission to be able to solve the matter. So we urge them to stop until the matter is solved. Otherwise, we are going to case up to the end and ensure justice is achieved for youth here who play football at these Kidayoni grounds around Scott University. That pitch belongs to Scott Christian University because before that team started playing there, they came to the university to request for permission so that they can be doing their practices there. And the Vice Chancellor then granted them the opportunity and the permission. And they have been playing there since very well. We have coexisted with them peacefully. This same local community reported us to the Minister for Lands at Machakos County Government, who summoned us to his office. We went there, we went with our documents, we showed them that the land belongs to us, and himself, he said he's also going to do an independent search. He did an independent search, and he brought a positive report. He called us to the county hall together with the members of the community who were making noise. We went to the county hall and he read to them about what he has found out. And he told them, my office has done a search from the Ministry of Land and we have confirmed that indeed this land belongs to Scott and even their title is genuine. But let it be known clearly that the land belongs to Scott Christian University. We have all the documents, and you have seen that we are not faking papers. We have gone through all the systems to verify that we are the rightful owners of this land. Mundu mukao mwe humo tuini wa chamu yo lawe mulutu kitu cha katini wako le silikali emunenge osese ya iweta kanadha iwake we muisioni kumana na ngusa nesesia kitheka na siana siyake ile ainena na mutongo ITV tina wako tambuka kumanda hoteli maofisi nema akisi yake mundu musini wake tui mukai medho weta tawithi itoikwata matesia na kunyama wenisia na siyake ila siye kuanda kumukudhu wa kuma musini kwake na kuosa kitheka kila watiwe ni mume wake Onesimus. Mwaka imetho kuma otoini wa chamu yola we mulutu changwithia thulano waswe kitu cha katino wende na komando sesei kuma na matesia ala wende na kukwata kuma kwisia na siake ile siakosia na ili kuendeve tangithekane cha mume wake mototia mwaitoa vikito ofisini wa kutetea haki ya nindi musini wake tu na wetakana no kwatito nyama utakithimo kuma kwisia na siake isu ile ikwatia neti na mundu ongi wa musini ili kuendeve tangithekane keucha binya wa ditebesi wasia na siakwa sio ndunja musi nundu wa kitheka membia ndi kitheka kila mombia chakwa kiboneke bulini na ninethitwe matuko mengi ni na mathina ma musini na ndemi nyake na negito na mutumia kana yeye kuona wene ciana ciake na no we numba kwake na bayetu ayaoswa na membia na kwani membia na kwani megekata ni na muiye na nyedhayo wakwa we mwisio ni nundu ni makwendo mbua ni na kamwana nene kala na kone makalugili mwi wa katano talikita tonwa kwa bibuke wana ndo mwanza na kalungwa na kadi ni na mwetu
no na wetwe na ke akwata nziabi nye ni musyozu ni nyoka na wana wili kana ke kilazi cha katatu na kange gena mbozi nazali nikanini nye nibu yekulyo tethyo nundu nyethai wakwa wi mathuku na ningwenda ciana icio nundu cia cenyi no yethe na ni mozie kitheka ningwenda silikali ndigilile nundu ndie na kindu mandethezi nikena ni kwate mugu nundu ndie na mugu Mwaito igweta kana yekale na buya munene wona ciana ciake ingi ile ilita kwendekana musini usuni akuwe na kieko mwike buya munene igweta kana buya wake wothotheto nikilo gweta kana kikucha mume kinecha kumutha Kenya na vena makule kauta kukonye kikucha mume na enda anengwo sesei no kananda kaithile muisioni tolo nethia mume wake mbe wa kutiwa ni thayu na nyethayo wakwa wi muisioni nundu ni makwendwa mbua ni na kamwana nene kala na kone makalungili mwi wa katano tariki 3 nwa kwa bithukiwe na andu muonza na kalungwa na kathi ni na mwitu no na wetwe na ke akwata nziabi nye ni musyozu ni nyoka na wana wili kana ke kilazi cha katatu na kange gena mbozi nazali nikanini nye nibu yekulyo tethyo nundu nyethai wakwa wi mathuku ngoma nyumba ya ndaka na ciana icu ciakwa ni ciende kila mundu akoma nyumba ya simiti ba mundu te nyumba ya simiti na bunu ni ngoma nyumba ya ndaka na nyumba la ngoma na ndi ndisia yake rugurulu ni mataka mathei na akiwe namo na ndwazu ni mayete na thinozu na maye mundu wa tata kuzwania kumba kya kazumba na ndiye bulangeti ngoma ni ndundulo na ni mundu azima Mwaito enda serikali munengo sesei wa musi wake omana kukwata aki yake enda kabetango kethekane ke uchavinya na ciana ciake ile teno kwati sikaethele muisioni na kuna libodi kwa chivu nda nzokoma na kuna libodi kwa chivu ambia nene kale na ndwaswa nene kale na ndo nene kate ndo noma we na ndwasu na nyenda nzokoma na maundu makwa monze na libodi momba wabayatoleka mayumaluka yetoleka yende onanga kuna zimo tuko kwanza nyema yosa na nawambo tuko na ndo wazikali moka kwa tuko makokota iba naye muzikali na nikuwe ano kuandika numba unende ndio mananu nyene nona abaibezi nene zagwezi anazikali Isaac Mutindo akutetea akisia enendi wa musini wa Kitui na wetakana nemekwata na polisi kuikiria Mwaito na wakwato sesei wako yana asiana siake ili nasio ila pia siendena kuhusilwa nyama o pamona kukwata ketheka chake ndakaveno cha vinyama ondo nikana nitu liars na muvea wa security nikuza pe naombi ngona yandikito bano nikana withe matambiala maile ne mozo na ndeto esi akana pe ungu no wayu na jogenda kwa watu ungu no ndeto esi nitro itensio ila kwazekana mume aneke kwa ni ondo twele kwa atia kwitsela kwa polisi na ndisi yetu mandekana kwa kweli niko neza kindu kinde chejwa ndo asini mailo kwatwa na matu akotini Ilivyotia Blingwa Movo Motongoi TV ni Onesmus Chalo. Ane musaisia mobwasu na tunanga mwanya tuisembo thiumone mukubi tinebindete yasa ni tukite na mabombe ange. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wake lobia ila we upanda kendo wamana kumana soko ya kuneva ni waelemba kumana webikute yao kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibangenge wani andawa mumiagi ibinda thalada lito kunanda Kenya University ni kimanisio kinengeto mavalua ni Commission for University Education na kina courses ya undergraduate, diploma, certificate, masters na PhD. Uka uendesi savali ya kuya kisomo kwa kweka programs ya PhD in Education Planning and Administration, PhD in Geography and Regional Planning, PhD in Business Management na PhD in Agriculture. Uka uendesi kisomo chaku ndini wa Masters of Education,
Master of Arts in Geography, Master of Arts in History. Tena program sia degree ta Bachelor of Education, Bachelor of Education in Early Childhood Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance. Na tena diploma na certificate courses. Nowike diploma in General Agriculture, Certificate in General Agriculture, Artisan in General Agriculture ilani ya NEC, Diploma in Wildlife Management na vile tena School of Health Sciences vala utaona kuika BSc in Nursing. Tena courses ingeta Diploma in Nutrition and Dietetics vala tena Certificate in Healthcare Assistant. Uka Lukenya University Main Campus ilani Mutito Wandei kana utukunie simu kwisila 0790 444000 kana kwisila 0791 444000. Likandeni wa website yetu ilani www.lukenyauniversity.ac.ke. Lukenya University, we labor for the benefit of future generations. Mukambani wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma ba uikala wakwambilili matuku miongwele na elimu wa thantatu kibwezi kuthengea na tumeni clinic wa chola sibitali wakele matuku miongwele na atatu ikathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel nuka namba 3 kungithanisia na posta wakaratu matuku miongwele na anatwe matiliku Champion Inn kwa kingote matanisioni machangwa sei na kilili wakana matuku miongwele na 5 tuwe mali bus park nuka namba 39 itina wanaikana booking office wakatano matuku miongwele na thantatu wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Butchery Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathanthatu matuku miongole na mwanzatu ikambwiti na Wakanzi Supermarket kung'ethanisia na Blessed Kanani Hotel. Kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Muzeisiane twasiokethia kulea kukwata aki ya maundu maitheka na kubathulwa kwa itumi cia mebae ni cia wetekana racio ciendu ila ciithitwe ciithini ya kalima Mombasa na muno alamethia wana ukwati munini hainene sesonia kunengane uthukumi utendevi wa maundu maki mea okuya chani changamwe kauntini ya Mombasa. Wakili Fatma Barayan yasia kana ekali aingi kauntini ni maende na kwasi itheka na mali yo nundu wa kukosa umanyi wa maundu maki mea na kulea kwithwa wanaotonyi wa kuivia mawakili ila methiwa na makwani mekotini. Na wakati katika harakati tunataka kufanya, wale wenye pesa katika mamangu ambaye ni mjane walikuwa wanataka kutumia mama mjane, hasa anayeviu anavai for MP, anatumia wa mama mjane, anajengea, anapatia pesa, anachukua. Sasa ilikuwa ni njia ambayo alikuwa anataka kuchukua paka hii sehemu, na mama ameniambia jinsi naweza kufanya, akanielekeza, ndio nikaona nuru ya kwamba ninaenda kuokoa shamba letu, naenda kuokoa ndugu zangu, hata watoto wangu kwa jumla. Nashukuru alhamdulillah, akanituma nikaenda kachukua stakabadhi nikazileta. Nilivozileta akazikagua, akaniambia hizi kafanye fotokopi uniletee. Ama kweli nashukuru, nimeenda nikafanya fotokopi na nikazileta, akaziangalia na nikamuuliza maswali, akanijibu, akaniambia mama nenda tutakupigia simu next week. Unajua watu kijua tuna wanyonge na wana makesi na wanadhulumiwa, hususan huku kwetu Chaani. Kuna hii wasimamizi wakubwa wa kaunti hii ya Mombasa. Hao ndio wafisadi wabaya, wanadhulumu wanyonge huku mashinani. Huyu mama ameingia sasa paka huku chini
ni kwa sababu kutaka kutetea sisi wanyonge. Na lengo langu hili kufanya hii legal clinic ilikuwa hususan kwa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia na masuala mengineo ya sheria. Na nimekuja hapa Chaani leo kwa wale ambao nimewasikiza, nimeona kwamba matatizo mengi si tu ya kijinsia, lakini pia kuna matatizo ya haki za watoto, na makubwa zaidi ni matatizo ya mashamba, haki zao, na kuna masuala mengine mengi ambayo tumeweza kusikia kutoka kwa wakazi wa Chaani. Kwa hivyo hiki kikao si eti ni cha mwanzo na ni cha mwisho. Hiki kikao tukitoka hapa, mimi na wakili mwenzangu, kuna wale ambao tayari nishawapatia appointment waje kwa ofisi yangu, na kuna wale ambao wakili Obonyo ashawaambia waende kwa ofisi yake wafuatilie, ili waweze kufuatiliwa kesi zao na kusaidike pale ambapo inawezekana kuendelea na kesi, kuchukua kesi kwa